alim minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jana tulimaliza kukumbushana baadhi ya mambo yaliyotokea kwenye hii dunia, tukataja visa viwili vya kupesha sana kuonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mimi nataka kuzungumza kuhusu Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameufanya umma huu umma bora, na ameufadhilisha umma huu na mambo mengi, mambo ambayo kwamba umma waliopita hawakupewa. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba sisi tumepewa umma huu, umma waliopita wote hawakupewa, ni Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadr. Kwa sababu Lailatul Qadr iko usiku peke yake. Hata kama itakuwa usiku wa leo, inaanza tu usiku baada ya jua limezama. Kwenye Eidul Adha si tulipewa mchana peke yake, siku ya Arafa. Yani wakati wa Eidul Adha, siku watu wameenda haji, ule usiku wa Arafa ule ni bora kushinda mchana wa mwezi wa Ramadhani. Narudia, mchana wa siku ya Arafa ni bora kushinda mchana wa mwezi wa Ramadhani, na usiku wa Lailatul Qadr ni bora kushinda usiku wa siku ya Arafa. Ramadhani tumepewa usiku, wakati wa Arafa tukapewa mchana peke yake. Na mambo Mwenyezi Mungu anafanya kwa hikma. Kwa nini usiku huu uitwa Lailatul Qadr? Kuna sababu. Sababu ya kwanza ni usiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremsha qadar. Kuna qadar aina tatu. Kuna ile qadar azali ya mtu anaandikiwa akiwa katika tumbo la mama yake kabla hajatoka, akishakuwa ni roho. Baada ya siku 120 anatuma malaika na roho yake, wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Hii ni qadar ya kwanza, qadar azali. Kisha kuna qadar umri, ni ile qadar ya umri wake mtu. Na qadari ya tatu ndio hii sasa, qadar hauli, ambayo ile qadari inashuka kila usiku wa Lailatul Qadr, na nitaeleza zaidi nikisonga mbele. Vile vile usiku huu umeitwa usiku wenye cheo, Lailatul Qadr, kwa sababu qadr ni cheo. Umeitwa usiku wenye cheo kwa sababu ibada zinakuwa tofauti, thawabu zake zinakuwa tofauti za usiku wa Lailatul Qadr. Mtume anasema, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, mwenye kusimama usiku wa Lailatul Qadr akiamini yaliyoahidiwa kwenye usiku huo, wa ihtisaban, na akitarajia thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama alivyoeleza, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa mambo yake, makosa yake aliyofanya katika siku za nyuma ama mwaka ule anaoishi. Usiku huu vile vile, usiku wa Lailatul Qadr ni usiku wenye cheo kwa sababu ndio usiku ulioteremshwa Qur'ani. Sisi tulisema mwanzo wa Ramadhani kwamba Qur'ani imeteremshwa mara 3. Kutoka pale ilikuwapo ikawekwa kwenye Allahul Mahfudh. Usiku huo ikateremshwa kutoka kwenye Allahul Mahfudh mpaka kwenye Baitul Izza. Baitul Izza ni stage iko hapa tu wingu wa kwanza baada samau dunia. Ikateremshwa usiku huo wa Lailatul Qadr kutoka Baitul Izza mpaka kwenye kifua cha Mtume alayhi salatu wasalam kupitia malaika Jibril. Zile aya 5 za mwanzo za suratul Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mambo haya yote yalifanyika kwenye usiku wa Lailatul Qadr. Jambo la pili, huu ni usiku wenye cheo kwa sababu Mwenyezi Mungu anateremsha rahma zake. Rehema zake kwa viumbe wake zinateremka nyingi katika usiku wa Lailatul Qadr. Vile vile ni usiku wa Lailatul Qadr kwa sababu malaika wanashuka tena kwenye ardhi, akiwemo malaika Jibril. Fadhila za usiku huu ama cheo cha usiku wa Lailatul Qadr. Hivi sasa watu wote wanatafuta usiku wa Lailatul Qadr. Watu wameanza itikafu, watu wameanza tahajjud, watu wameanza qiyamul layl, watu wameanza kujibidisha kutafuta fadhila za usiku huu. Fadhila ya kwanza, Qur'ani iliteremshwa kwenye usiku huu kama tulivyosema, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qur'ani tumeiteremsha
katika usiku wenye cheo. Ndio huu usiku ambao kila mtu anautafuta. Jambo la pili, usiku wenyewe ni usiku wenye baraka. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, tumiteremsha Qur'ani kwenye usiku wenye baraka. Mbali na cheo Lailatul Qadr, lakini pia lailatin mubaraka, usiku ambao una baraka. Jambo la tatu, usiku huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremsha kadari ya viumbe wake ya mwaka katika usiku wenye cheo. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani vile vile, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Kwenye usiku wa Lailatul Qadr kadari inashuka. Mwenyezi Mungu alishajua sisi, kwa sababu kadari ya viumbe wote wale ambao kwamba umeishi na sisi ila qiyamis saa iliandikwa kabla hakujaumbwa ardhi na mbingu bi 500 am, kwa miaka 500. Mwenyezi Mungu washaandika kadari. Ilipoumbwa tu kalamu, ikaambiwa kalamu andika, kalamu ikasema niandika nini? Mwenyezi Mungu akwambia andike kadari, ikaandikwa kadari ya viumbe wote. Kadari iko tayari, inashuka kwa stage basi. Ya azali iko tayari, ya umri iko tayari, ile ya mwaka inashuka usiku wa Lailatul Qadr kwa viumbe wake Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya usiku huu, fadhila ya 4 wa Lailatul Qadr ni kwamba ni bora kushinda miezi 1000. Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. 1000 shahr ni miaka 83 na miezi 4. Miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 4. Na sisi hatuishi siku nyingi. Umma waliopita waliishi siku nyingi. Nabii Nuh ameishi zaidi ya miaka 1000. Nabii Ibrahim ameishi zaidi ya miaka 2000. Watu walikuwa wakiishi siku nyingi za nyuma. Lakini sisi umri wetu ukapunguzwa, lakini tukapewa amali zenye thawabu nyingi. Watu wa Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Saleh, Nabii Allah Ismail, Daud, Zakaria hawana Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni yetu sisi kutulipa ile miaka kidogo, lakini amali zetu zina thawabu nyingi. Ndio tukapewa Lailatul Qadr. Yaani khairu min 1000 shahr. Mtu akiswali tarawih ikiwa ni usiku wa Lailatul Qadr, yeye ataandikiwa thawabu wa miswali Lailatul Qadr miaka 80, ameswali tarawih miaka 83 na miezi 4. Usiku ule akisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, anaandikiwa thawabu amesema la ilaha illa Allah miaka 83 na miezi 4. Akisoma Qur'ani inakuwa hesabu yake ndio. Akifanya sadaka hesabu yake ndio. Akifanya itikafu anaandikiwa amefanya itikafu miaka 83 na miezi 4. Akifanya mwaka jana Lailatul Qadr na mwaka huu na mwaka ujao na mwaka ila masha Allah atakuwa kama ameishi siku nyingi sawa sawa na ule mtu wakati Nabii Allah Saleh. Usiku huu vile vile Mwenyezi Mungu kwa rehema zake anawateremsha malaika duniani. Tanazzalul malaika waruhu fiha. Ruh ni neno lenye Kiarabu lenye maana zaidi ya moja. Sawa sawa na ain. Ain ni za kuwa macho, ain inaweza kuwa river, ain inaweza kuwa hasad, ain inaweza kuwa chemchemi ya maji na ruh vile vile. Hapo Mwenyezi Mungu anakusudia kwamba usiku huu malaika wanateremsha kwenye ardhi, wanateremka kwenye ardhi. Waruh na malaika Jibril. Kwa nini Mwenyezi Mungu amemtaja malaika Jibril kando? Na malaika Jibril yuko kwenye malaika, lakini tanazzalul malaika waruh kwa sababu huyu malaika Jibril ndio alikuwa akija kwenye ardhi miaka 23 na Qur'ani. Leo wakati usiku wa Lailatul Qadr Jibril anafurahi amerudi tena kwenye ardhi kwa mwaka. Tanazzalul malaika waruh. Na yeye ndio kiongozi wa malaika. Wale malaika Jibril anaweza kuwatuma wale malaika wengine kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Anaruhusiwa kuwatuma malaika fanya kitu fulani, amepewa hiyo amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yeye ana sifa 5, hakuna malaika mwingine mwenye nazo. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin. Hizi ndio sifa za malaika Jibril. Hakuna malaika mwingine mwenye sifa hizo. Usiku, fadhila nyingine za usiku huu ni kwamba Mwenyezi Mungu analeta amani yake mpaka fajr. Tangu jua likizama Lailatul Qadr inaanza. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Inakuwa ni usiku ambao una baraka na salama. Alama za usiku wa Lailatul Qadr. Tukizifuata hadithi, Mtume ametaja baadhi ya alama ambazo
lau zitapatikana, inawezekana ikawa ni usiku wa Lailatul Qadr. Mojawapo ni kuwa jua la ule usiku wa Lailatul Qadr linatoka likiwa haliumizi macho, linatoka likiwa rangi yake kama ya yellow ama orange hivi. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Imam Muslim, Lailatul Qadri lailatun taliqa la hara wala barida, usiku wenyewe unakuwa sio baridi wala sio joto. Tusbihu shamsu yawmaha, hiyo mahalu shahid, jua linatoka ile siku ya Lailatul Qadr hamra'u dha'ifa, sawa sawa na rangi nyekundu, na linatoka pole pole, haliumizi macho. Hiyo ni hadithi kwenye Muslim kuonyesha kwamba ni alama ya usiku wa Lailatul Qadr. Vile vile hadithi nyingine Mama Tabarani, mtume anasema kwamba usiku wenyewe unakuwa na nuru, hata kwamba ni giza, ni usiku, lakini lile giza lenyewe lina nuru. Mtume anasema innaha lailatun balija, ni usiku wenye nuru, yani mudhi'atun munira, ule usiku unatoa nuru. Vile vile wacha nijibu swali kuwa ni usiku gani wa Lailatul Qadr. Mtume, hadithi ilipokewa na Imam Bukhari, aliwaambia masahaba kuwa anayetaka usiku wa Lailatul Qadr au tafute usiku wa Lailatul Qadr zile siku 10 za mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Inaweza kwamba ni tarehe 20, inaweza kwamba 21, inaweza kuwa 22, inaweza kuwa 23 mpaka 29 au mpaka 30, inawezekana. Hakuna hadithi kueleza ni usiku gani, ni jitihadi ya wanavyuoni. Mimi nitataja baadhi yake. Mtume akasema kwenye Sahih Bukhari, iltamisuha fil ashr al-awakhir, utafuteni usiku huo katika siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Na sisi tuko kwenye siku 10 hizo za mwisho, ndio maana nikasema niwakumbushe usiku wa Lailatul Qadr. Kauli nyingine wanavyuoni wanasema ni usiku wa 21 au 23 au 25 au 27 au 29. Wallahu a'lam. Hakuna moja kwa moja kwamba ni usiku fulani. Hadithi ilipokewa na Ubadah ibn Samit. Huyu sahaba Ubadah ibn Samit, mimi nawahusia vijana wakipata fursa wasome maisha yake. Ubadah ibn Samit ni katika masahaba 4 ama 5, mtume anasema sawa sawa na mtu 1000. Huyo Ubadah ibn Samit yaadilu 1000 rajul. Sayyidina Umar alipokuwa anafungua Misri, Amr ibn As alipokuwa anafungua Misri, khalifa wakati wa Umar ibn Khattab, aliandika barua anataka msaada Madina. Sayyidina Umar akamtumia wanajeshi 4000 na watu 4. Akamwambia, mimi nimekutumia watu 8000. Hisabu ya Sayyidina Umar ni kwamba 8000, 4000 wanajeshi na hawa watu 4, kila mtu sawa sawa na mtu 1000. Na ni mtume anasema, sio Umar wala Abubakar. Mtume anasema huyu sawa sawa na mtu 1000. Huyu Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu. Ubadah ibn Samit anasema mtume aliambiwa ni usiku fulani, akatoka nyumbani kwake kuja kuambia maswahaba ni usiku fulani wa Lailatul Qadr. Fatalaha rajulani, mtume alipotoka akakuta maswahaba wawili wanapigana, wameshikana mashati. Yeye ametoka kuja kuambia maswahaba ni usiku wa 25 au 22 au 21. Alipotoka na maswahaba wameshikana mashati, wanapigana, wamegombana. Mtume akaingia katikati kuwatenganisha wasipigane, wawe kando. Mtume anasema farufiat, nikasahauzishwa ni usiku gani, nikasahau ilikuwa usiku gani. Mtume anasema wasa an yakuna khairan lakum, na hiyo ndio uzuri kwenu nyinyi kutojua ni usiku gani. Kama tungejua ni usiku huo, ungeona vituko kwenye misikiti. Kama tungeambiwa ni usiku wa 23 kwa mfano, wewe ndio ungeona vituko hapa. Lakini mtume anasema wasa an yakuna khairan lakum, ni bora kwamba hatukuambiwa ni usiku fulani, ili tufanya ibada siku zote, siku 10 kutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Ndio mtume akasema iltamisuha fi 7, utafuteni 27 wa 9 na 29 wal 5 na 25. Ndivyo mtume alivyopanga hizi namba. Hakuanza na 5, alianza fi 7 wa 9 wal 5. Hadithi ilipokewa na Imam Bukhari. Lakini Ibn Abbas radhiallahu anhu, Ibn Abbas ni sahaba
Alipofariki Mtume, yeye Ibn Abbas ana miaka 15, mdogo, lakini alikuwa na akili kali mpaka akaitwa hibrul umma ama habrul umma, mwanachuoni wa umma huu, tangu siku hizo mpaka leo ila yawm yub'athun. Ibn Abbas anasema, Ibn Abbas ami yake ni Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ami yake Mtume. Anasema ni usiku wa 27, na yeye amefanya ijtihadi. Ibn Abbas akasema kwa sababu mbingu ni 7 na ardhi ni 7 na siku ziko 7 na tawafu ni mara 7 na sa'i baina safa ni mara 7 na ramyul jamarati ni vijiwe 7, ndio yeye akasema ni usiku wa 27. Ibn Abbas radhiallahu anhu. Vile vile wanavyoni wa hivi karibuni wamesema ni usiku wa 27 kwa sababu Lailatul Qadr ni herufi 9 kwenye Kiarabu, ile la ya lam ta, alafu alif lam qa dal ra, hizo ni herufi 9. Na kwenye hii sura Lailatul Qadr imerudiwa Lailatul Qadr mara 3. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alf shahr, na 9 mara 3 ni 27. Hii ni ijtihadi wanavyoona wamefanya kwamba inaweza kwamba ni usiku wa 27 kwa hisabu hiyo, lakini hakuna anayejua ni usiku gani. Sisi tutafuata hadithi ya Mtume aliposema utafuteni usiku wa Lailatul Qadr siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Wallahu a'lam. Bi Aisha alimuuliza Mtume, mimi lau nitajua ni usiku fulani nitaomba dua gani ama niseme nini? Mtume akamwambia Bi Aisha, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, wewe Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, jina lako ni afu, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anni, nisamehe. Na kwenye Kiarabu neno al-afu linatokana na neno afa, na afa maana yake ni kufuta kila kitu, hakuna alama, ndio maana afu. Afa. Sasa mtu akitembea kwenye beach alafu ikaja wimbi la maji likafuta ile footsteps zake, hiyo ndio maana afa. Maana yake ni kwamba usiku wa Lailatul Qadr mtu akifanya ibada, yale makosa yake akimwomba Mwenyezi Mungu yamefutwa, hata kwenye record zake hamna. Anaanza maisha mapya baada ya Ramadhani, ndio lengo lake. Mwenyezi Mungu aliposema, Mtume anamwambia Bi Aisha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mbali na dua zingine mtu akiomba kuna uwezekano akaitikiwa, lakini hii ndio dua ya usiku wa Lailatul Qadr. Inshallah kesho tutazungumza kuhusu jina la Mwenyezi Mungu Al-Afu na tuangalie faida yake na uhusiano wake na usiku wa Lailatul Qadr. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.